Karibu katika chuo cha WP Forms. Hii ni part of the series tulianza wiki mbili, na hii tunaenda kuangalia phone fill, ambapo ndaenda kukutembeza jinsi ya kutumia phone fill na wakati upi unaostahili kutumia. So acha tuangalie. Kwa hii naenda create phone, naenda kuita tu phone fill, alafu naenda kutumia blank phone template na ingoja form builder kuiload, alafu nakuja kudrag. Utaenda hapa kwa fancy fill, utaangalia tuko na phone fill. So utadrag uiweke hapo kwa phone builder, na kwa default phone fill inakuwa na formats tatu. Ya kwanza iko na smart format, ya pili iko na US format, ya tatu iko na international format. Ukitaka all your users wako na the same phone format, unaweza tumia US format ama international format. But kama unataka user wako by default ichukue the country code. For example, kama ni Kenya, ita default to the Kenyan flag. Alafu kisubmit naenda kusave kama +254. So acha niende kuonyesha. Hapa naenda kusave, then after nimesave naenda kupreview. So after nime preview utaangalia kuna flag ya Kenya, na hii nikitumia namba yetu ya Kenya, tuseme nimesubmit hiyo fill. Alafu tuangalie tu view entry, utaangalia ndo hii, na tukiview utaangalia code yenye imekuwa saved ni +254. So hiyo ni smart format. At times kuna kuanga na GDPR settings, na kama umeenable hiyo kwa settings kwa site yako ya WP Forms, by default haitaonyesha the country ya mtu mwenye ana fill. Kama uko Kenya haita default to Kenya, kama uko Uganda haita default to Uganda, kama ni Tanzania haita default to Tanzania. So normally hapo unaendanga kwa WP Forms, then unaenda settings. Kutoka settings utaangalia kuna hii option GDPR. So ukienable hii na usave, alafu ukuje urudi hapo then upreview, utaangalia ina default kwa US, sababu the browser language yangu ni the US, so by default naendanga hiyo. So kitu ingine ni sometimes tunakubalingi characters ingie kwa phone fill, lakini kama unataka tu usikuwe na any character, venye unafanya ni utatumia some code of which ndio include kwa hii video. So hapa kuna kwa na hii code yenye unaenda kuongeza hii class. So unaenda kwa una select form field, alafu unaenda kwa advanced tab, alafu unaenda kwa numbers only, then unaongezea class. So acha ni copy hiyo class, alafu nikuje hapa, then niende advanced, then niende hapo kwa class, alafu tuseme nimesave. So once nimesave, next nafaa kucopy hii code. So kuongeza hii code kuna kuanga na njia kadhaa. Hapa unaweza tumia function.php ya child theme, ama unaweza tumia WP code plugin, of which mimi hutumia WP code, but kwa hii tutorial naenda kutumia tu function.php. Kuongeza naenda hapa kwa tools, then niende theme file editor, alafu na scroll down na select function.php, naenda to the very end hapo, then na save. So nikisave hii, alafu nikuja hapa, utaangalia so siwezi weka hiyo, inahitaji tu namba peke yake. So narudi hapa back. After kurudi hapo back, naenda hapa kwa settings, alafu na disable GDPR kwanza, alafu the next thing nakuja kumark hii kama required. So nikimark hii kama required, so utaangalia hapa sasa itakuwa rahisi kwangu kuiweka. Acha ni reload hii. Nimeweka hii kama read only, si read only, ilikuwa required hapo kwa general tab. Read only inakuanga important saa zile sema kama unataka collect kitu kama IP address, kama una handle calculation, so read only inakuanga better. So ndo hiyo. So hapa ni ukiangalia, then nimesubmit, alafu ni view entry. So nikiview entry nimesubmit, utaangalia imekuja hivyo, na hivyo ndo inafaa kuwa. Yeah, so hivyo ndo venye phone fill inafanya kazi kwa WP Forms. Na wakati ya kutumia hii ni saa zile yenye seme uko na website yako, alafu kwa hiyo website yako kuna form, na kwa hiyo form wewe unataka kuchukua details ya watu wenye na register for the event. So phone fill inakuanga the must have, na for hii unahitaji kwa WP Forms basic license ama any paid plan of WP Forms. So that is it. Wait button next week. So kama kuna swali yote utaacha kwa description box below, ndajibu zote. Yeah. Na next week tutaenda kuangalia some of features in WP Forms. Asante.